Assalamu alaikum watoto wetu wazuri. Karibuni tena kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Mimi ni Miss Mariam na leo nataka niwasimulie hadithi nzuri sana. Siku moja paliondokea na mtoto mmoja aliyekuwa anaitwa Jafar. Jafar alikuwa na tabia nzuri na alikuwa na tabia ya kusaidia mamake kila kazi anayoifanya. Yaani yule Jafar kila akipata muda anamsaidia mamake. Kiona mamake ana kazi nyingi ataenda amsaidia, hata kama ana kazi kidogo anamwambia mamake, "Ma, niache mimi kazi nitaifanya, nimalize wewe nenda kapumzike." Sasa mamake alikuwa na tabia kila asubuhi kutengeza mkate wapate kula chakula cha asubuhi. Na Jafar naye kila asubuhi alikuwa anamsaidia mamake kutengeza hiyo mikate. Sasa siku moja walikuwa wanatengeza mkate, wenyewe washatengeza, mikate ishaiva, Jafar ashaweka kwenye kisahani, mara kuna mtu akaenda akagonga. Jafar akaenda akafungua mlango. Alipofungua mlango akapatana na mzee mmoja amechoka, yani sura zimesinyaa, amechoka, hana nguvu. Akaambia, "Asalamu alaikum, mimi sijakula siku 2 na njaa, naombeni chakula." Yule Jafar akashangaa, akamwangalia mamake. Akamwambia, "Ma, tumpe." Mamake akamwambia, "Bila shaka mpe mwanangu," akismile mamake. Jafar akachukua mkate akampa. Alipompa yule mtu akaenda zake. Alipoenda zake Jafar akamwambia mamake, "Ma, sasa sisi mikate yetu imepungua. Sasa hatutakula chakula cha kutosha leo." Akamwambia, "Hata usijali mwanangu. Kaa hapa nikutolee kisa kimoja cha mtume." Akamwambia siku moja Mtume Muhammad alifuatwa na maskini. Akamwambia, "Mimi nina njaa." Lakini sasa Mtume Muhammad alikuwa hana chakula. Akauliza maswahaba zake. Akauliza, "Nani kati yenu atamlisha huyu maskini?" Sahaba mmoja akasema, "Mimi." Akaenda naye kwake. Kwenda naye kwake, mke wake akamwambia, "Chakula cha leo hakitoshi. Hadi watoto wenyewe hata sijui tutakula vipi, watoto hawajakula na bado umeleta na mgeni." Yule sahaba akamwambia, "Usijali. Leo tuwalaze hao watoto wetu mapema ndo tuwe na chakula at least cha kutosha." Basi yule mama akafanya hivyo hivyo, yule mke wake akafanya hivyo hivyo, akawalaza watoto wake mapema na bado chakula kilikuwa kidogo. Akamwambia yule mume wake, yule sahaba akamwambia, "Sasa tutafanyaje? Chakula bado ni kidogo na huyu mgeni sijui atakula vipi." Yule sahaba akamwambia, "Usijali." Hiyo siku akapunguza taa yao, yani ile light wakikaa kula wakaipunguza ikawa hauna mwangaza mwingi. Wakaweka chakula ndo yule mtu asione kwamba chakula ni kidogo. Wakala na alhamdulillah Mwenyezi Mungu akawaongezea baraka kwamba kila wakila wao chakula hakiishi. Walikula mpaka wakashiba. Sasa yule Jafar akashangaa, akamwambia, "Kumbe mama ni hivyo?" Akamwambia, "Wajua sisi tukisaidia maskini sisi tupata baraka zaidi." Kwanza hiyo siku Jafar kila akisaidia mamake kupika mkate asubuhi lazima aongeze chakula, yani lazima aongeze mkate extra. Ndio in case labda akija mtu akisema ana njaa ampe na wao wasikae njaa. Na hadithi yangu ikaisha hapo. Hadithi yetu imetufunza nini? Imetufunza kwamba wewe ukipata nafasi ya kusaidia mwenzako kama maskini ama yatima na wajua una uwezo, labda ana njaa, wewe msaidie tu kwa sababu baraka baadaye zitakurudia wewe mwenyewe. Tupatane tena kwenye hadithi ifuatayo. Maasalam.